Katika kabila la Bodi, mwanamume mwenye tumbo kubwa zaidi ndiye huchukuliwa kuwa handsome boy na hupendwa zaidi na wanawake. Sasa hili litakushangaza. Katika bonde la Omo nchini Ethiopia, mojawapo ya maeneo ya mbali zaidi nchini humo, kuna kabila la Bodi lenye utamaduni wa kipekee usiofanana na makabila mengine duniani. Kila mwaka wakati wa sherehe zao za Kael zinazoadhimishwa mwanzo wa mwaka mpya wa kikabila, hufanyika mashindano ya kumtafuta mwanamume mwenye mwili mkubwa zaidi katika jamii. Maandalizi ya mashindano hayo huchukuliwa kwa uzito mkubwa, ambapo miezi 6 kabla ya sherehe kuanza, kila moja ya koo 14 za kabila hilo huchagua mwanamume mmoja ambaye bado hajaoa ili kuwa miongoni mwa washiriki katika mashindano hayo. Kuanzia siku hiyo, jukumu lake huwa ni kuongeza uzito kadri awezavyo, huacha kabisa kufanya shughuli zozote zile za mwili na hubaki ndani ya kibanda chake akipumzika, huku wanawake wa kabila hilo wakimletea chakula kila siku. Lishe yao kubwa huwa ni mchanganyiko wa maziwa mabichi na damu ya ng'ombe ambavyo hunywa kwa kiasi kikubwa mara nyingi kwa siku. Kwa kuwa ng'ombe ni wanyama watakatifu kwao na hawaruhusiwi kabisa kuchinjwa, basi wao huchoma mshipa wa ng'ombe kwa mkuki, hukusanya damu kwenye chombo, kisha hufunga jeraha hilo kwa udongo maalumu ili lipone. Sherehe za Kael zinapowadia, washiriki huwa wamebadilika sana kimwili, kutoka kwenye vibanda vyao wakiwa wamejipaka majivu na udongo, wamejipamba kwa mapambo ya jadi, na miili yao huwa tofauti kabisa na ilivyokuwa awali kabla ya maandalizi ya miezi 6 iliyopita. Katika siku ya sherehe, washiriki huzunguka kwa saa kadhaa kuzunguka mti mtakatifu, huku wazee wa kabila, majaji na wanajamii wakitazama kwa makini. Wanawake pia huhudhuria hafla hiyo, si kwa ajili ya kuwashangilia tu washiriki, bali pia kuwatazama kwa jicho la kuchagua mume mtarajiwa. Katika utamaduni wa Bodi, mwili mkubwa huonekana kuwa ishara kuu ya mvuto kwa mwanamume, na sherehe ya Kael ni mojawapo ya fursa muhimu kwa wanawake kutafuta wachumba wanaowavutia. Mwishoni wa mashindano, mshindi hutangazwa kuwa mwanamume mnene wa mwaka, lakini cha kushangaza zaidi ni kwamba mshindi huyo hapelekwi nyumbani na fedha, ardhi wala zawadi yoyote ya thamani, na badala yake kupata kitu ambacho kwa Wabodi kina thamani zaidi kuliko vyote: heshima, sifa na kutukuzwa na jamii nzima kwa maisha yake yote.